Basi Halima, na kwa nini unampigia baba? Na wakati alikataa kabisa kumsikiliza. Ila ngoja nipokee, labda kabadilisha maamuzi. Halima. Ni mimi Dona, ndo nina simu ya baba. Nisikize kwa makini. Mwambie baba yako aache kunichezea michezo yake ya kipumbavu. Asizani kwamba nitagairisha safari yangu. Siwezi. Maana amenitumia mto. Nimepambana, nimeogelea mpaka nimekunywa maji. Mungu kanisaidia, nimetoka salama. Nafika mbele na yeye tena kanitumia upumbavu mwingine. Mwambie kabisa aniache. Napambana ili nipate ndoa. Napambana mimi nistilike. Sasa kwa nini anaelekea pingamizi kibao? Kwa nini? Unajua unitisha sana. Mwambie aniache kabisa, nifanye maisha yangu. Unasemaje? Mbona sijakuelewa? Halo? Halima? Halo? Kakata. Alafu hata sijamuelewa. Kwani ana shida gani? Wewe mzee, naona ananizoea sasa. Upuuzi wake leo utuma. Najua jinsi gani ya kudhibiti. Subiri nivue nguo yangu ya ndani. Nivae ndani nje, nje ndani. Alafu tuone sasa. Naleta mabala, we naleta mabala. Baba. 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 Wewe vipi? Mbona unavuta mlango kwa nguvu hivyo? Kumbe ulitoka. Mimi nilijua upo ndani. Ndio nilitoka na siwezi kuacha mlango wazi. Ndani hakuna mtu. Funga mlango, nimeondoka. Sawa. Alafu baba, wakati nipo njiani narudi hapa nyumbani, simu yako iliita. Na nilipoona ni Halima ndo anakupigia, ikanibidi nipokee. Na nilipompokelea simu, kuna vitu vingi sana aliongea. Na hivyo vitu moja kwa moja vilikuwa vinakulenga wewe na kukulaumu. Yaani kiukweli baba sikuwa hata naelewa. Ila kitu ambacho alinisisitiza, aliniambia tu uache kumfuatilia na kuendelea kumtumia hivyo vitu vyako unavyomtumia, kwa sababu hata ukifanya hivyo haviwezi kumzuia yeye kufika hiyo safari anaoenda. Wewe vipi tena? Umeficha nini uko nyuma? Sijaficha kitu mama mkuu wangu. Vipi kwani? Salama? Hivi wewe, nikuulize swali. Yaani mimi katika maisha yangu yote sijai kuona wewe ukijipodoa. Wewe haya mambo umeanza lini? Yaani leo nakuona umejipodoa, umepaka miwanja, lipstick, eleni hizo uko nakwambia. Wakati wewe katika maisha yako yote hujawahi uso wako kuchora kitu chochote, hata poda ile ya 500 je kupaka.
Lakini leo naona umependeza mwenyewe, una bashasha kubwa sana, unaekaeka kama zote yani. Ndugu yangu, sasa endelea kujichekesha mbele ya huyu mtu. Kama hujatima mate wewe kama unasafula. Nakwambia kabisa kaa mbali, hii ni danger. Tena umuogope kama ukoma, hafai hata kidogo, hata kwa kulumangia huyu. Mimi mwenyewe kanisababishia matatizo huyu, sina hata mnaye. Nimepigwa makofi na yule mzee, na yote ni sababu yake yeye. Hii nyumba nilikuwa naziona kama ziko 5 au 6, kumbe ni nyumba moja tu. Yaani naona double kizunguzungu. Yote sababu yako wewe. Kama usingefanya ulivyofanya kwa yule mtoto wake, yule mzee asingekuja hapa. Lakini wewe umejiona kidume, umeyafanya ya kuyafanya. Yule mzee kaja hapa, kajaa upepo, kavimba, kaja kunitia makofi mimi. Alafu eti Kipesile ananishauri mimi niende kajadiliane yule mzee tu yamalize. Nenda kujadiliana naye nini mimi? Na akimaliza kipi wakati matatizo umesababisha wewe kwa starehe zako? Alafu wekaeka nikapata mimi kwa yule mzee. Akantia makofi. Hao nipige hapa. Nikoe. Ukoje? Kwani baba, kuna kitu gani ambacho nyinyi mnanificha? Na kama nili swala la Halima kuhusu yule kijana ambaye amempa ujauzito, si mngekaa tu chini baba mkaongea kaisha na mwanao, Kama unavyojua yule ni mwanao na siku zote sikio alizidi kichwa. Jaribu kukaa naye chini, uongee naye ili mambo yakae sawa. Kuliko mambo ambayo yanatokea babangu, Vita, mara mnakwazana, mnagombana. Mimi sipendi baba yangu. Afu ukizingatia mimi naishi hapa kutegemea furaha yenu tu. Furaha yenu nyie ndio furaha yangu mimi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba babangu, nipo chini ya miguu yako. Muite Halima. Halima ni mtoto wako. Mkae chini, muyaongee, nadhani atakuelewa. Wewe ni mkubwa, wewe ndio wa kwanza kuliona jua babangu. Muite mkae chini muyaongee aishi. Mimi sipendi kuona mnaendelea kuwa hivyo. Nakuomba. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza lakini. Sawa, chukua funguo hii. Fungua mlango. Niachie mimi hiyo kazi. Wewe unataka kunitia kwenye matatizo wewe? Yaani mimi nikapata shida kuongea na yule mzee, akafanya anavyojua yeye vya kunifanya, nirudi hapo mimi niko hoi, alafu mvokuwa hamna msaada wote, zidi ya kunipa pole tu. Mimi siendi kuongea na yule mzee kujadiliana na swala lolote kulimaliza. Utalimaliza wewe. Kila mtu yeye msalaba wake. Ya kwangu nabebaga mwenyewe na hema nayo mwenyewe. Na wewe utaumaliza msalaba wako wewe. Wewe usinitie kaeka mimi. Wewe mtaka nife mimi? Mtaka kunitoa kafara mimi? Mimi siendi. Anayesifia mvua siku zote imemnyea. Yule mzee namuelewa. Simuwezi kwa uchawi, simuwezi kwa ngumi, kwa lolote. Niacheni jamani. Alafu wewe, mimi natoka. Sasa kaa usahau kilichokuleta. Cheka cheka, nengeneka, mlegezee jicho huyu. Misukuru usiipe chakula, wala vyombo usioshe. Alafu uone kitakachokutokea. Narudia tena. Usimchekee huyu mtu. Atakujaza tumbo hiyo. Anko Maiti, kwani siku hizi unajaza watu matumbo? Maana nimesikia mama mkuu amesema eti wewe unajaza watu tumbo. Afu naona siku hizi hata mnishirikishi kwenye mambo yenu. Mnaongea tu wenyewe, mimi hata mniambie. Mimi sasa hivi nimejifunza, natunza siri sasa hivi. Hata kama kuna habari yoyote niambie, sitasema.
Na kuongelesha Nkomaiti unanikalia kimya. Yaani hutaki kuongea na mimi wala nini. Yaani muda wote tu mimi naongea upo kimya. Haya. Nakuangalia tu. Unamkalia kimya Zuchu. Hutaki kuongea na Zuchu. Haya, unajua unapoteza bahati. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Dada, mbona umekuwa mtu wa kukaa kujitenga ukaa mwenyewe? Na sio leo tu, wiki mzima ndio kwa hivyo. Umekuwa kujitenga, hata muda wa chakula unakuwa wa mwisho kula pale, na hata uko unakula yaani kama huli au usikii kama unakula. Hebu niambie una shida gani bwana? Ndugu wangu, mbona mimi niko sawa tu? Ina maana wewe ukiwa upo sawa mimi nakujua, ukiwa haupo sawa mimi nakujua. Sasa unataka kuniongopea nini? Sura tu najionyesha uko sawa kabisa, afu anaambia uko sawa. Yaani wewe umenichunguza yeye, umenidodosa yeye mpaka ukajua kwamba nina mawazo. Ndugu wangu, ukubwa jalala, lazima niwe na mawazo. Mimi sasa hivi ni mtu mzima, siwezi kukaa hivi bila kazi. Na unajua kabisa nina muda mrefu sana, kama miezi kadhaa hivi sipo kazini toka nimeachishwa kazi. Kwa hiyo lazima niwaze nitaishije na wewe utaishi vipi? Maana wewe unanitegemea mimi. Kwa hiyo lazima niwe na mawazo. Halafu kuhusu mimi kupata kazi, siwazi sana. Kwa sababu kila kitu kinajieleza. Na CV nzuri, vyeti vyangu vinajieleza, mimi ni mwalimu mzuri, kila mtu ananijua. Yeye naweza nikakaa tu hapa nyumbani nikachukua simu nikampigia mtu yoyote yule simu na nikapata kazi. Ila sasa kinachoniumiza kichwa, shule sahihi ya mimi kufundisha. Nawaza nisi nikayapata tena yale ya zamani. Yaani Nkomaiti muda wote na kuongelesha umekaa kimya tu umeninunia. Hutaki kuongea na mimi. Haya. Haya, mimi nakuangalia. Unajua unapoteza vingi. Utakosa connection. Mimi na connection nyingi wewe. Ongea na mimi Nkomaiti. Unajua unamnunia harusi yake inakaribia. Sasa sitokupa mwaliko. Na ikatokea umelazimisha kwa namna yoyote ukaja Kenya kwenye harusi yangu. Muda kula ukifika naambia kupakulia ukoko. Maiti itakula ukoko. Kipesi leo, kipesi leo wewe. Naleta mabala. Sasa dada, ina maana wiki zote hizi mbili unajitenga, unakaa mwenyewe, unakaa unawazawaza, hata kula kwenye uli kwa raha. Yaani upopo tu. Kumbe ulikuwa unawaza hivyo vitu. Mimi nikafikiri labda umepata shemeji. Unafikiria jinsi ya kuniingia kuniambia tena hayo mambo. Kumbe unafikiria hivyo vitu tena. Ngoja nikwambie dadangu. Yaani kama unajiona uko sawa na unaweza kwenda kuomba kazi na ukafanya kazi na mambo yakakaa sawa, unaenda kaombe hiyo kazi kwa moyo mmoja. Kwa sababu sasa hivi hata mimi mwenyewe nakuona upo tayari kabisa wa kufanya kazi. Na kama unavyoona maisha yetu sasa hivi naona kama hayako sawa. Na mimi mwenyewe kazi zangu hazieleweki kabisa. Na wewe ndio unayekutegemea. Uende kazini, upate kazi. Upate kazi tuendelee na mambo yetu mengine kama zamani. Labda nikushauri kitu dada. Yaani kwanza mimi nilikuwa naomba uweke kipaumbele kikubwa sana kwenye hizo shule za dini. Maana hizo shule za dini waga kama unachokiwaza wewe, masuala ya ibada waga wana ratiba zao rasmi. Ndio ukifika wa ibada unaenda kufanya ibada. Na kingine kuhusu hayo mawazo yako eti kwamba unaweza kupata shule sijui wanafunzi wake watakuwa wenye maagano sijui yale mabovu kama ya zamani. Hivi achana nazo kwa sababu hizo shule waga wanafunzi wake wengi wanakopo kwenye misingi ya imani. Na ndio maana wazazi wao wanawaweka mule, wanawapeleka pale ili waendeleze kile kitu ambacho wanacho. Mimi nakwamba hicho kitu usikiwaze kabisa. Wewe kama kabisa umejiwekea, umejizatiti kabisa uende ukaombe kazi, uendelee na kufanya kazi kama zamani, wewe kafanya kazi.
maana maisha unayaona jinsi yalivyo. Ili wigi la mama mkuu zuri, lakini halina matunzo, limepauka. Sijui hata kama nalipakaga mafuta, na sijui mara mwisho lini kulipeleka saloni kulifanyia service. Nange nikuta leo nimelivaa kingeumana leo. Doro umejamba? Dori, sina kuongelesha. Umejamba eh? Wewe si ulikuwa umeninunia wewe uniongeleshe. Afu saizi unamuongelesha nani wakati muda wote mimi nakusemesha umekaa kimya. Mimi sijajamba. We, sasa nani kajamba? Na hapa tuko mimi na wewe. Hamna mtu mwingine yoyote hapa. Na mimi sijajamba wala nini. Wewe umejamba wewe. Hili sijui likoje? Unaweka gani kama mimi nimejamba? Umenisikia mimi nimejamba hapa? Umenisikia? Ningekusikiaje wakati umejamba cha Yusufu? Cha kimya kimya. Doro simtania wewe. Dori ni wewe. Anasimama sasa uninuse. Aninuse kama mimi nimejamba. Aninuse sasa. Ndio usimame vizuri sana nikunuse. Nishasimama. Dori. Oh la 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 la, kipesile, we kipesile, kipesile, we kipesile, kipesile, oh kipesile, naleta mabala, kipesile wewe, kipesile, oh kipesile wewe, kipesile, oh kipesile, kipesile, oh kipesile wewe, naleta mabala, naleta mabala. Unaleta mabala, we unaleta mabala.